Karibu msikilizaji wangu mpendwa. Hii ni simulizi inayoitwa Usichokijua kuhusu AI. Mwandishi ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi binti Zuri. Leo nakuletea simulizi ya kipekee, yenye maarifa, siri na ukweli ambao wengi hawaujui. Simulizi hii inaitwa Usichokijua kuhusu AI. Je, AI ni nini? Imetoka wapi? Ina nguvu gani? Na je, inaweza kuchukua nafasi ya mwanadamu? Tuliza akili, fungua masikio, safari inaanza sasa. Sehemu ya kwanza. AI ni nini? AI au Artificial Intelligence ni teknolojia inayowezesha kompyuta au mashine kufanya kazi zinazohitaji akili ya binadamu, kama kufikiri, kujifunza, kutatua matatizo na hata kuzungumza. Kwa lugha rahisi, ni mashine inayoweza kufikiria kwa namna fulani kama binadamu. Leo hii AI ipo kwenye simu zako, Google, magari ya kisasa, hadi kwenye apusi za muziki na video unazotumia kila siku. Sehemu ya pili. Je, mwanzilishi wa AI ni nani? Safari ya AI ilianza zamani kidogo. Mwanasayansi maarufu anaitwa Alan Turing ndiye aliyetoa wazo la kwanza kuhusu mashine kufikiri miaka ya 1940. Lakini jina la Artificial Intelligence lilianzishwa rasmi mwaka 1956 na mwanasayansi anaitwa John Scurvey. Hao ndio walioweka msingi wa teknolojia unayoiona leo. Sehemu ya tatu. Kwa nini AI ilianzishwa? AI ilianzishwa kwa sababu moja kuu. AI ilianzishwa ili kurahisisha maisha ya binadamu. Wanasayansi walitaka mashine ziweze kusaidia kazi ngumu, kupunguza makosa ya kibinadamu, ili kazi iwe inafanyika haraka zaidi na kutatua matatizo magumu kwa haraka zaidi. Kwa mfano, AI inaweza kusaidia hospitalini kugundua magonjwa mapema, au kusaidia biashara kufanya maamuzi sahihi. Sehemu ya 4. AI inafanyaje kazi? AI inafanya kazi kwa kutumia data. Hizi ni taarifa nyingi sana. AI inafanya kazi kwa kutumia algorithms. Hizi ni kanuni za hesabu. AI inafanya kazi kwa kutumia machine learning, yaani kujifunza kutokana na uzoefu. Kwa kifupi, AI hujifunza kutokana na data nyingi, kisha hutambua mifumo, patterns, na kuanza kutoa majibu au kufanya maamuzi. Mfano, ukiona TikTok au YouTube inakuletea video unazopenda, hiyo ni AI inajifunza tabia zako. Sehemu ya 5. Tutegemee nini siku zijazo? Baadaye mambo yatakuwa makubwa zaidi. Tutegemee magari yanayojiendesha yenyewe kwa kutumia AI. Tutegemee droni zinazojiendesha zenyewe kwa kutumia AI. Tutegemee madaktari wa AI wanaogundua magonjwa kwa muda mfupi zaidi. Tutegemee walimu wa kidijitali wa AI. Tutegemee maroboti watakaosaidia kufanya kazi za nyumbani wenye mfumo wa AI. Zipo AI zinazounda muziki, filamu na hata hadithi. AI inaendelea kukua kwa kasi kubwa sana na inaweza kubadilisha dunia kuliko hata intaneti ilivyofanya. Sehemu ya 6. Tofauti ya AI na mwanadamu. Hapa ndipo penye ukweli mzito. AI haina hisia. AI hufuata data na maelekezo. AI haina ubunifu wa asili, nikimaanisha kuwa huiga kutoka data. Lakini mwanadamu ana hisia, mfano mapenzi, huruma, hasira. Mwanadamu ana ubunifu wa kipekee. Mwanadamu ana maamuzi yanayotokana na moyo na uzoefu. Kwa kifupi, AI ni akili ya bandia. Mwanadamu ana akili yenye uhai. Na hadi leo hakuna AI inayoweza kufanana kabisa na akili ya binadamu kwa kila kitu. Hitimisho. Sasa umejua AI si adui wala si malaika. AI ni chombo kinachotegemea ni nani anakitumia. Je, kufanyania nini? Swali ni kwako msikilizaji. Wewe ndiye utakayeiongoza AI au AI itakuongoza wewe? Usichokijua ndicho kinaweza kubadilisha maisha yako. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako, na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri.
Asante kwa kunisikiliza. Tukutane tena wakati mwingine.